na bado tuna neema ya Mungu. Kama msimamizi alivyosema, leo tuna jiwe moja linapiga ndege wawili, kumaanisha tuko na sherekea juu ya Pentecoste kulingana na kalenda ya GCI, na pia tuko na viongozi ambao tutawaweka wakfu mbele za Mungu, na hawa viongozi ni wale ambao watatutumikia. Haleluya! Si wale ambao sisi tutawatumikia, maana mara nyingi kuna wale viongozi ambao wanataka kutumikiwa, hawajui kwamba kazi ya kiongozi ni kutumikia. Kwa hiyo ninashukuru sana. Nitaomba kiongozi wa vijana wa GCI Regional asimame. Simama usalimie watu wajue kama wewe ndio kiongozi wa vijana. Huyu ndiye kiongozi wa vijana wote hapa kwetu Turkana. Nilitaka mumtambue, wale vijana hawamjui, mumjue. Anafanya chini ya ofisi yangu, ndio maana nimemtambulisha ili mkae mnamjua. Yeye ndo regional wa vijana. Haleluya. Amen. Na kama ukiangalia ibada ni kama vijana ndio wote wako hapa. Kwa hiyo neno ambalo nataka kuleta mchana wa leo ni kupokea nguvu. Siku ya leo tukiangalia mara nyingi sisi ambao tumetoka Kongo kwa makanisa kama Free Methodist, Witiem Sepak, Selpa, Kadaf, siku ya leo watu wameweka vibanda vikubwa na watu wanafanya mikutano wakimsifu Mungu. Nyimbo ambazo zinaimbwa, waimbaji wanaimba nyimbo za Pentecoste, Roho anashuka, Roho anafanya nini, Roho anafanya nini. Lakini hata hivyo kuna kasumba nyingine inaimbwa, unasikia waimbaji wanasema Roho wa Bwana shuka, Roho wa Bwana shuka, Roho wa Bwana shuka. Haleluya. Amen. Sasa hiyo kope haiko hivyo, maana Roho alishuka kitambo na tuko naye hapa, na kama asingeshuka sisi tusingeshuhudia. Tunashuhudia kwa sababu yuko hapa. Na yule ambaye hajampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, leo utampokea Roho. Haleluya. Amen. Maana unapomkiri Kristo, Roho anafanya nini? Anakaa ndani yako. Na pia kuna kasumba. Yesu alipoambia watu kwamba kaeni Yerusalemu, aliwaambia mtapokea nguvu. Mtapokea nini? Nguvu akisha kuajilia. Na hiyo nguvu inajimanifeste wakati mtu amempokea Kristo. Unapopokea Kristo, Roho wa Bwana anashuka ndani yako, anaingia ndani yako, na anapoingia kitu anachokifanya ni kukupea nguvu. Na hiyo nguvu inakuwa na vitu vitatu. Sasa mara nyingi vile tumezoezwa, unasikia mtu anasema, mtu akishaanza kusema shika na bashandaraga na bashirere, ati huyu amejazwa na Roho. Hapana. Haleluya. Kuna tofauti ya kujazwa na Roho na kunena kwa lugha. Unaweza kunena kwa lugha uko mufliru, unaongea Kirega na ujui Kirega, ni lugha, is a gift. Na hiyo haijamaanisha kwamba wewe umejazwa na Roho, maana Roho anaweza kutumia kiumbe chochote kile, hata mbuzi anaweza itumia, na mbuzi ikaongea lugha ambayo wewe unaijua. Balaamu anatoka katika kitabu cha Hesabu, anaenda kulaani wana wa Israeli. Punda akaona malaika ambaye alikuwa amewekwa tayari kwa ajili ya kumwangamiza. Punda akakataa kazi. Punda alipokataa kazi, Balaamu akaanza kumlazimisha. Ilibidi punda anene kwa lugha ya kibinadamu. Hapo tunakuta kunena kwa nini? Kwa lugha. Punda wa Balaamu ananena kwa lugha ya Balaamu, na Balaamu akasikia, hii kope imetoka. Kwa hiyo mtu ukiwa unanena kwa lugha hapa usijisifu, hata punda wananenanga kwa lugha. Haleluya. Sijasema kunena kwa lugha ni vibaya, hapana.
Munisikilize, niko mwalimu na ninasema ukweli, na ule mwenye iko na ukweli mwingine wa Biblia, tukutane kwa Biblia, kwa neno. Maana watu tumedanganywa, unasikia mtu anakuja na huyu ni mchawi, anaanza cha. Mungu anasema hivi, Mungu anasema papa, uko na mpango wa kando wewe. Haje huyu atakuwa ni roho wa Mungu au roho wa usharati?